Movie yetu ilikuwa inaanzia sehemu moja hivi. Huyu jamaa alikuwa anapapasa mzigo ili aufikishe kileleni. Si ndipo ghafla akasikia kama mlango unafungwa vile. Bidada akamuuliza mshikaji, huyu nani tena? Bwana mkubwa ndipo alipomwambia bidada ajifiche chini ya kitanda. Mara ghafla aliingia mke wake. Bwana mkubwa alijua ex wake amekuja kwa amani, lakini ghafla tunamwona mshikaji anaanguka chini. Ina maana kwamba amepigwa na kitu kizito kichwani. Baada ya kumteremsha upande wa chini, alianza kumshikashika tumbo lake, huku upande wa pili ndipo Skola akiwa anafanya mpango kutoroka. Mara simu ikaita. Ex ndipo aliposhtuka, aliamua kuchukua kisu na kuelekea upande wa juu. Wakati huo akiendelea kumtafuta kwa umakini sana, huku akiwa na hasira kichwani. Wakati huo mkononi ameshikilia kisu. Katika pilika za hapa na pale, huyu bidada akajikuta amepata nafasi ya kutoka nje. Kutokana na hasira aliyokuwa nayo ex wa bwana mkubwa, akaamua kumfuata kule nje. Huyu bidada Lucy hakuona sio vyema kukimbia, akaja kumsaidia mshikaji. Wakati huo Lucy anapambana kumfungua bwana mkubwa, si ndipo ex wa mshikaji akaingia ndani. Mara Lucy akashtuka. Bwana mkubwa akamwambia Lucy, usiondoke please, nisubirie mimi, usiondoke. Ex wa mshikaji alimwangalia jamaa kwa hasira sana. Ndipo bwana mkubwa akaamua kumbembeleza ex wake kwa maneno matamu ili tu asimzuru. Si ndipo ex akamuuliza bwana mkubwa, huyo ni mtamu sana kuliko mimi? Wakati huo Lucy hakuwa mbali. Maneno na maswali aliyokuwa anaulizwa bwana mkubwa, Lucy alimuumiza sana. Mara kidogo ex akamwekea kisu shingoni bwana mkubwa. Wakati huo machozi yakimtoka ex wa bwana mkubwa alianza kumuita mke wake, wewe ni moyo wangu, usinifanyie hivyo. Ex alimwambia, mimi sio moyo wako, kama ningekuwa moyo wako usingeniumiza kiasi hiki. Wakati huo ex akiwa anapeleka kisu shingoni, ndipo bidada Lucy alimpiga na kitu kizito kichwani. Baadaye kumbe bidada Lucy pamoja na huyu jamaa wakawa wamefanikiwa kutoroka katika nyumba ile. Lakini cha kushangaza zaidi, jamaa kuna kitu alikiona kwenye simu yake ambacho kilimfanya aondoke na kumwacha Lucy katika eneo lile la hatari. Upande wa pili tunamwona mke wa jamaa akiwa anafungua toolbox ya spana, akiwa anachagua spana gani ya kuweza kumkwangulia mtu. Mara tunamwona Lucy tayari akiwa ameshatekwa, pembeni yake akionekana na mdada mwingine hivi. Huyu bidada tutamfahamu baadaye kwa nini yuko hapa. Ndipo Lucy alimuuliza mama mkubwa, kwa nini unatufanyia hivi? Si ndipo mama mkubwa akamjibu, na kufanyia hivi kwa sababu mume wangu ameniacha mimi kwa sababu yako wewe. Ndipo ghafla akachukua prize huyu mama, hatuelewi anataka kubandua titi au anataka kubandua vidole. Lucy alilia sana na kumomba msamaha huyu mama, mimi nilikuwa sijui kama ameoa. Bidada mwingine aliyekuwa pembeni yake Lucy alianza kumchanganya kwa maneno huyu mama, mimi nina mimba ya mume wako. Huyu mwingine pia akaanza kumchanganya, oh mimi alinitongoza mimi. Si ndipo ex wa bwana mkubwa akaanza kuchanganyikiwa kwa kuwa Lucy alikuwa ameshampatia kichupa fulani hivi, akawa ameshajifungua. Mara ghafla ex wa bwana mkubwa alipigwa na kitu kimoja kizito kichwani hivi. Nini kiliendelea? Walitoka salama au walibaki mule?